na 30,000 au 70,000. Alafu kuta kuna jambo linafanyika na unasikia kabisa toa. Unasema sasa nikitoa mimi nimebaki na 70,000, nitoe elfu ngapi? Mimi naishije? Kwani siku nyingine wewe unaishije? Muamini Mungu ndio anayeweza kuleta na zingine. Umeelewa? Kwa na wale walikuwa kwenye pito hilo hilo, mimi hawakuniambia, lakini Roho wa Bwana alinifunulia, aliniambia. Walikuwa wanaona uchumi wao unazidi kudidimia, milango imekosekana. Walitakiwa kuna sadaka tu waiachie na vitu vingine vianze kwenda vizuri. Kwa wenyewe wanabishana sasa kwamba tukiachia hii tunaishi na hali yetu ni ngumu hii. Kumbe kuachia kwao ndio kupona kwao. Unalalamika pale, Mungu mimi ananionea. Ndio maana watumishi Mungu anayotaka kuwatumia kwa viwango vikubwa, kuwapeleka mbali, huaga anawapitisha kwanza sehemu, anaijaribu kupitisha kwanza sehemu, anaijaribu mioyo yao kwanza. Ndio maana hata Waisraeli Mungu aliwaambia kwamba hivi, nimetembea na nyinyi miaka 40 jangwani. Anasema kuijaribu imani yenu, kujua. Alipita nao jangwani sehemu pagumu, anapima imani zao zimekaa namna gani. Lakini wewe ukijaribiwa unalalamika sasa, Mungu mimi sijui nimemkosea nini? Yaani Mungu mimi, mbona wengine? Kwa nini unataka mfanane? Mtihani wako wewe na mwingine ni wa mwingine, wewe ni wa kwako. Pambana, nakwambia. Umeitwa mwenyewe. Kwanza mkuokoka siku moja na huyo unayetaka mfanane, kwamba mapito yenu yawe sawa. Mliitwa siku moja, mlizaliwa siku moja? Hapana, kila mtu alizaliwa siku yake. Kwa hata majaribu ya kiimani yatakuwa tofauti. Kwa wewe unakukuta kuna gudude kumekaa pale kumetulia, nakwambia. Kuna maeneo mtumishi wa Mungu bila imani hupenyi. Utalia wewe, utalia. Mungu anasema hatumie imani. Hiyo ni kama 2 jumlisha 2, lazima ujue kuhesabu, unapenya. Kwa Mungu anakupa majaribu ya kuitumia imani yako. Wewe hutaki kutumia imani yako, unataka vitu viwe laini tu, yani vinapita pita. Unachoamini wewe tofauti na unachoamini mimi. Kwa Mungu muda mwingine anakupitisha kwenye mambo magumu, anaipima imani yako imekomaa. Unaweza kuitumia 3 jumlisha 4 toa 6 ikupe jawabu. Utumii umekuwa mvivu, matokeo yake unalalamika. Yaani mimi Mungu sijui anione, yaani mimi Mungu, si Mungu mimi nimemkosea nini? Si nimetenda dhambi gani? Bwana, tumia imani. Tumia imani. Mungu anataka utumie tu imani, anakushangaa. Sasa huyu madarasa haya ya imani ambayo anajifunza kwenye Biblia kwamba wakina Shadraka walizima mioto. Okay. Wakina Danieli walitokeje mahali pabaya? Pata imani pale. Walitokeje mahali pabaya walipokuwa wamekwama, wamekamatwa, wameminywa? Walitokeje? Anasema jaribu alikopata ninyi isipokuwa kawaida ya mwanadamu, lakini pamoja nayo Mungu atafanya na mlango wa kutokea. Kumbe Mungu kuna mlango upo wa kutokea. Bwana fanya mlango litoke kwenye jaribu. Sasa wewe hutaki, unaona unaonewa. Mungu anataka utumie imani yako uvuke hapo. Fanya kitu cha kiimani.